Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka niongee kidogo na Mbarikiwa. Tujaribu kuangalia namna ya kutafsiri neno la Mungu. Amen. Kuna neno ambalo Mbarikiwa alikuwa ameliongea la kuhusu watumishi wa Mungu kukimbia, lakini pia kuhusu habari ya nyoka na tunda na nyoka. Amen. Kwa habari ya tunda na nyoka katika mti wa maarifa na mti wa mema, katika mti wa mema na mabaya na mti wa uzima, yale ni mafumbo, sawa? Yaani yale maneno yameandikwa kwa mafumbo, sawa? Mti wa mema, mabaya na mti wa uzima, yale maandiko yameandikwa kwa mafumbo na yanatakiwa tafsiriwe, yaweko wazi kwa anayejua kufungua mafumbo au kutafsiri mafumbo. Kuna njia nyingi za kujua mafumbo na kutafsiri mafumbo pale Mungu anapokusaidia, kwa sababu sio unatafsiri kwa uwezo wako wala kwamba wewe unaweza, namna Mungu atakavyokujalia, sawa? Sasa Mungu anaandika kwa mafumbo kwamba si kila mtu anapaswa aelewe, au si kila mtu anapaswa ajue siri za Mungu. Ndio maana Biblia, Mungu akawa anatoa ujumbe kwa mafumbo, na Mungu mwenyewe anawatuma manabii kwa mafumbo. Sasa manabii ndio wanakuja wanatutafsiria, lakini si kwamba kila mtu anajua. Tunaona manabii wanatabiri, lakini hawajui wanachokitabiri, kwa maana hawaelewi tafsiri, sawa? Tumeona nabii nyingi sana zinazungumzwa kuhusu Tanzania, lakini zinamzungumzia Nabii Musa, mjumbe wa agano, ambaye nyinyi sasa hivi Mungu ameificha ile nuru juu yake ili kumpa Mungu kuendelea kupangua nguvu ya kuendelea kupambana. Atakaposhinda, atakapokuwa amemaliza, ndipo ile nuru itafunuliwa kwake ili kila mtu ajue kwamba ni huyu aliyekuwa anazungumzwa, sawa? Kwa hiyo inawekwa hivyo kwamba si kila mtu anapaswa kujua na si kila mtu ataelewa. Hata utakapotafsiri hataelewa, kwa sababu bado imefungwa. Lakini nuru itakapofunuliwa na kila mtu ataiona hiyo nuru, na kila mtu itamwangazia, na kila mtu ataamini na kusema hakika huyu ni Mungu. Amen. Kuhusu habari ya nyoka, mti wa mema na mabaya, kwa namna ambavyo umetafsiri Mbarikiwa, kwa kweli niseme tu haikuwa sahihi, haiko sawa. Ndio mafumbo mengine yanawekwa ili watu wengine wasijue. Kwa mfano kusema mti wa mema na mabaya, kwa namna ilivyowekwa ili watoto wasijue au hata wengine wasijue, na hata vitabu vingine vimeondolewa ili watu wasijue, sawa? Kama habari ya Kaini kumwoa dada yake, pacha wake, waliviondoa. Kaini, Abeli, uzao ulivyoanza ulikuwa ni mtu anamuoa dada yake, lakini waliondoa ili kwamba sije kuonekana kwamba Mungu ameruhusu watu kuoa dada zao. Lakini Mungu aliruhusu kwa wakati ule, na ndio maana wakati ule hakukuwa na sheria. Kama kuna sheria ingeliwekwa, maana yake wale watu wangehukumiwa, kwa sababu sheria inasema kwamba usifanye uzinzi wala usilale na mtoto wako, wala anasema usimtie unajisi binti yako kalala naye, sawa? Kwa ndio maana Mungu hakuweka sheria. Sio kama Mungu ni mjinga, Mungu hakuiweka sheria makusudi ili ulimwengu uongezeke. Na hata ulipoongezeka kwa uasi, Mungu akaangamiza, akaanzia ulimwengu kaanza upya kwa Nuhu, sawa? Na watu walivyojaa Nuhu, sheria ndio ikaja kuwekwa. Kwani wale ya mabinti za Nuhu waliolewa na nani? Kama
hawakuolewa na ndugu zao wenyewe, kaka zao na dada zao, kama walivyoona Nuhu, kama walivyoona Lutu. Mabinti za Lutu waliamua kulala na baba yao Lutu, wakiamini kwamba Sodoma na Gomora ilivyoangamia, kwamba Mungu ameangamiza dunia nzima, hakuna watu wengine. Ndio mawazo yalikuwa, kwa sababu Lutu hakukimbilia sehemu ya watu, ya mji wa watu wengine, aliamua akimbilia mlimani, mahali pa peke yake. Kwa hiyo na wao walikuwa wanasoma vitabu, wakajua Mungu ameangamiza dunia kwa mfumo huu wa moto, wakaamua kulala nani? Na Lutu baba yao. Kwa hiyo vingine vimefichwa, lakini Mungu anasema wakati ule alijifanya haoni, lakini sasa anataka watoto watubu, yani wasifanye yale mambo ya makosa ya dhambi. Ndio nakwambia kwamba zamani Mungu aliruhusu watu waoe wake 200. Zamani Mungu aliruhusu watu wa mtu anaoa wanawake 500. Hakuna kosa, kwa sababu hakukuwa na sheria. Sheria haikuwekwa, na Mungu aliruhusu ili watu wajazane, dunia ifanye nini? Iongezeke. Amen. Kwa hiyo tunaona mafumbo mengine ambayo Mungu anatufunulia. Ule mji mpya wa Yerusalemu wa zamani ni Yerusalemu ambao Sulemani amejenga hekalu, na Yerusalemu ambao kina Zakaria wako pale. Na Yerusalemu mpya ndio ile ambao umeshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya watakatifu. Hilo ni fumbo limefunuliwa. Na miaka 1000 watakatifu ndio ile miaka 1000 baada ya Yesu kuondoka. Baada ya Yesu kuondoka, hesabu miaka 1000. Danieli 12 1290. Ndio ile miaka ya watakatifu. Huku mbele hakuna miaka 1000 ya watakatifu. Na jinsi tumekwambia shetani amepewa nini? Amepewa mamlaka, ameshafunguliwa. Na tumekwambia sasa hivi tuko juma la 70. Unyakuo utakapotokea sasa hivi katika mwili, kwa sababu leo tokea Septemba ni katika roho, unakuja katika mwili sasa ili kudhibitisha kilichotokea Septemba. Tukimaliza hiyo, tunakuja majuma 62 ambayo hekalu la Kristo linatakiwa kujengwa, ambayo kiasi 10 nazungumza. Litakapovunjwa ile hekalu, ndio mwisho wa mambo yote umefika. Amen. Na tukaona mafumbo mengine ambayo Mungu anatufunulia kwamba Adam ndiye alikuwa Nuhu, na ndio Musa ambaye kuja kutengeneza sanduku la agano, na ndio Musa wa leo. Ndio maana mnaona amepewa mamlaka kubwa, na anaongea vitu vikubwa, na anaongea mambo mengi na mafumbo mengi, lakini hamyatii moyoni. Mnachukulia ni kawaida. Labda angevaa suti zile zinazowaka waka taa, labda ndio mngeamini katika suti, sio katika neno. Ndio maana wengi mnadanganywa, na ndio maana wengine tunaona walivyopigwa na kasiani huko. Sasa sisi hatutaki kuwadanganya, tunataka tuwape ile kweli ya Mungu, na ndio tulichotumwa, kazi tuliyopewa na Mungu. Adam ndiye alikuwa Nuhu. Na Adam ndiye alikuwa uzao wa ulimwengu. Na dunia inapoangamizwa yote, ndio huyo Nuhu ambaye ni Adam akaanzisha tena dunia upya kwa mfumo mwingine, yani akaja Adam kwa mfumo mwingine. Tunamwona kama Nuhu. Sawa? Kama Nuhu. Akaja akahubiri jinsi alivyotengeneza safina. Ile hesabu ya safina ukisoma Biblia yako, akatengeneza ziraa ngapi kwenda juu kwenda chini, urefu, upana, madirisha, ni hesabu ya kutokea kwa gharika. Hiyo ni hesabu ambayo, yani vile vipimo vya safina ni hesabu ya kutokea kwa gharika. Akaja kama Nuhu, akatengeneza hesabu ya gharika, yani kule mwisho kwa kutokea mambo yote. Baadaye akaja tena kama Musa, akatengeneza sanduku la agano tena katika hesabu ile ile ya agano ambayo Adam alifanya na Mungu siku 5.5 ambazo Mungu alimwahidi Adam kwamba atakuja kumkomboa, ambayo ni 5500. Kwa hiyo Musa akatengeneza sanduku la agano kwa hesabu zile zile, ziraa 1.5 na ziraa 2.5 na ziraa sijui ngapi. Ziraa 1.5 na ziraa 1.5
alafu na ziraa 2.5. Kipimo jumla ni 5,500. Mwisho wa yale yote na Mungu kuja kukomboa ulimwengu. Hayo yote ni mafumbo ambayo Mungu anayafunua, anatufungulia. Lakini kusoma Biblia yako wala uelewi, kwa sababu hujapewa neema ya kufungua au neema ya kuyajua hayo, wala hutaki kujifunza. Kwa wale ambao wanasikia na hawataki kujifunza. Twende kwenye fumbo la nyoka. Ukisoma Biblia vizuri au ukisoma kitabu cha Enoki, kitabu cha Enoki kimezungumza, lakini hapo kuna vitu vimeficha. Nafikiri nishaeleza kama video umeisikia. Kuna vitu vimefichwa pale, havikuwekwa wazi. Kitabu cha Adam, kitabu cha Enoki, kuna kitabu cha Adam ndani yake, lakini kitabu cha Adam na chenye kilifichwa, ni kupunguza kile kitabu cha Enoki. So Enoki ndio mwandishi wa kwanza. Kwa ndio aliandika mambo yote. Kwa hata kitabu cha Adam na uzao wake kiliandikwa na Enoki, lakini vyote vilifichwa, tukaja kuwekewa kuanzia mwanzo. Hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. Tukawekewa kuanzia hapo. Sawa, lakini yale mengine yote ya nyuma hayakuwekwa. Na hata hapo kwenye kuumba mbingu na nchi yakawekwa machache. Alafu baada ya hapo ikarukwa sehemu kubwa sana, ikaja kuanzia Ibrahimu. Kwa kile kipande cha Nuhu, waovu, wana wa wanadamu kuasi, kikawekwa tu kiasi. Na hata mwandishi mwenyewe hakuandika kwamba ni Enoki ndio mwandishi wa kitabu cha Mwanzo, bali imeandika tu Enoki alikaa na Mungu, akatembea na Mungu, alitolewa kwa sababu alitembea na Mungu. Lakini hajasema alifanya nini. Wameficha. Sasa ukisoma kitabu cha Adam, ukisoma kitabu cha Adam, uzao wa Adam, yani Adam na watoto wake alivyozaa familia yake, na ukaja kwa Enoki sasa alivyoanza kuandika, sasa ndipo utakapopata kujua kwamba wale wana wa wanadamu walioasi wakatembea na wale wana wa Mungu walioasi wakatembea na wana wa wanadamu ni ndugu zake Enoki. Ni watu waliitwa wana wa Mungu kwa sababu walikuwa ni watakatifu, walikuwa kishi mlimani. Sawa. Lakini kwa sababu kimetenganishwa ndio inakuwa ngumu watu kuelewa. Lakini ukipata kitabu cha Adam ndio kinaelezea vizuri sana. Na mwisho katika wale watoto wa Adam waliokuwa wanaasi kushuka chini kwenda kuishi na watoto wa Kaini, uzao wa Kaini ule ambao ulikuwa ni mkubwa sana duniani, umeshaongezeka kwa kasi kubwa tofauti na wao. Ndipo wakabaki 5 mlimani. Na Nuhu akauliza, sasa kama watu wote wanakimbia kwenda kufanya uasi na kila anayetumwa kwenda kuwarudisha wale ndugu zetu walioenda huko anafanya nini? Harudi. Anaambatana na mambo ya dunia ya uovu. Sisi tumebaki 5. Ni nani atakaye baki au atakaye tuokoa? Enoki akamwambia Nuhu kwamba wewe ndio utakayebaki peke yako katika dunia. Amen. Enoki anamwambia hivyo Nuhu. Anesasiwe. Sasa Enoki ndio Elia. Ndio nifumba na kufungulia. Sasa basi, katika hicho kitabu cha Enoki na kitabu cha Adam, ndio maana wakati wa mwisho tunatakiwa tutafute mahali, wateule wanatakiwa watafute maarifa yaliyofichwa. Ukisoma kitabu cha Adam na Enoki ndio utajua kwamba tunda la mti wa uzima lilikuwa linamaanisha ni nini. Ndio utapata kufungua fumbo lililokuwa limefungwa. Sawa? Ukisoma hapo utaona kwamba tunajua mti wa uzima tulisema kwamba ni umilele, kwamba Adam angekula lile tunda la mti wa uzima asingekufa. Maana yake tunda la mti wa uzima, maana yake mti wa uzima, mti ni mtu. Sawa? Kama Yesu ni mti wa uzima wenye kuzaa matunda na Mathayo 12. Kwa hiyo mti ni mtu.
mti wa uzima maana yake ni mtu au ni malaika, sawa? Au ni Mungu mwenyewe, kwa sababu ni mti wa uzima, kwamba ukila hutakufa, utaishi milele. Maana yake ule mti wa uzima ni Mungu mwenyewe, sawa? Au tunaweza kusema ni Kristo, sawa? Na kula ile tunda la mti wa uzima maana yake ni kusikilia. Tunda ni neno la Mungu, ni kusikiliza neno la Mungu la kweli ambalo linatolewa na Mungu, ndio tunda la uzima ambalo Adam angelisikiliza angeishi milele. Amen. Na Mungu analijua hilo. Ukisoma kitabu cha Enoki, Mungu akasema hivi, ni muumbe mwanamke kutoka kwenye ubavu wa Adam, ili yule mwanamke amwangushe Adam, ili Adam afanye dhambi, ili Adam atoke kwenye bustani ya Edeni. Yani nimpime Adam kama kweli ananipenda au anipendi. Yani kwamba kama kweli Adam atakula tunda la mti wa uzima au atakula tunda la mti wa maarifa. Kwa Mungu ataleta mtihani kumpima Adam, na mtihani huo ataupitisha kwa mke wake Hawa. Na Mungu huyo akafanya Adam ashinde huo mtihani, ili afukuzwe aende katika dunia ambayo Mungu alikuwa ameshaiumba kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya kuishi na kutawala na kuzaliana. Kwa maana Adam asingefanya dhambi, asingefukuzwa kwenye bustani ya Edeni, asingekuja duniani na tusingezaliana. Kwa hiyo na kuzaliana, uwezo kuzaliana, yani Adam hakuruhusiwa kufanya kuzaliana au kufanya tendo la ndoa katika bustani ya Mungu, katika utukufu wa Mungu. Na ndio maana alifunikwa kwamba asione wala kusiwe na tamaa, kwa maana kwamba mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Ukiwa na utukufu wa Mungu hautakuwa na haja na hivyo vitu. Kwa Mungu alifanya makusudi, hilo la kwanza. Na nimeshakupa maana ya mti wa uzima ilikuwa ni nini. Mti wa maarifa nao mti wa mema na mabaya nao ni hivyo hivyo. Yule alikuwa ni malaika, sawa, ambaye amesimamia hekima na maarifa juu ya wanadamu, sawa, juu ya kujua hili ni zuri na hili ni baya, hili ni tamu na hili ni chungu. Amen. Kwa hiyo alikuwa ni malaika. Kwa hiyo sasa Shetani ambaye tunamuita nyoka wa zamani, aka Ibilisi na Shetani, yule alimdanganya Hawa. Ukisoma kitabu cha Enoki na uzazi na kizazi cha Adam, ndio utafungua hilo fumbo. Nyoka aliyemdanganya Hawa alikuwa ni Shetani aliyeasi kutoka mbinguni, sawa? Akaja kumpima Adam kupitia Hawa. Kwa hiyo jaribio la Adam la kupitia Hawa likawa limefanyika hapo. Yaani Mungu akamruhusu Shetani kumdanganya Hawa ili Hawa atende lile jambo. Alafu naende kwa Adam naye atende ili afukuzwe. Sawa. Lakini sio kwamba anafukuzwa kwa mabaya, anafukuzwa ili kwenda kutimiza hatua nyingine ambayo Mungu aliipanga katika dunia. Amen. Ndio kama vile nilivyosema, watu wanyamaze kimya ili Mungu atengeneze utukufu wake. Lakini watu wakinyamaza kimya, nani atajua kama Mungu amefanya kupitia nabii fulani au kupitia mtumishi fulani? Inabidi Mungu sasa aruhusu watu waseme, ili sasa watu wajue nabii na nani ambaye alipewa kusimamia jambo hilo. Amen. Yaani kwa ile ya kukaa kimya, Mungu akaiondoa akaleta nyingine, ili kwenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, akamruhusu Shetani kwenda kumdanganya Hawa. Kwa Shetani akamdanganya Hawa, akamwambia Hawa lengo lile, yani pointi kubwa inakuja kwamba Shetani alikuwa ni kama dalali au alikuwa ni kama kumkuadia yule malaika aliyesimamia mema na mabaya, hekima na maarifa. Yaani kama vile mtu anakuja na anamwambia mwanamke hivi, yule mwanaume pale ana pesa nyingi sana, kwa hiyo fanya juu chini umpate ili upate pesa. Na ingali mwanamke huyu ana mume wake. Umeelewa? Kwa hiyo kwa kutokujua au kwa kujua anaenda kukalala na yule mwanaume ili apate pesa.
lakini kumbe shetani amemdanganya, anafanya vile ili afukuzwe na mume wake. Sio, unanielewa? Kwa ndio kitendo kilichofanyika. Kwa hiyo malaika wa mema na mabaya alikuwa ni malaika anayelinda bustani, na ndio maana Mungu akashusha malaika mwingine mwenye upanga. Malaika wa mema na mabaya, malaika wa hekima na maarifa alikuwa hakuwa mti kama unavyosema ni mti, alikuwa ni malaika, sawa, lakini ikafanywa fumbo kwamba ni mti wa mema na mabaya. Kwa Mungu aliwaambia, chagueni kufuata malaika huyu au chagueni kufuata malaika huyu. Malaika huyu atawafundisha maarifa, mema na mabaya na hekima juu ya dunia, lakini malaika huyu atawapa uzima tele na mtakuwa nao tele. Kwa hiyo wao, shetani alivyomdanganya Hawa, akaenda kulala na nani? Na yule malaika wa maarifa, akalala naye, akapewa akili na maarifa. Ndio maana kusema kitabu cha Adamu anasema kwamba, sawa, kwamba hivi baada ya kufanya tendo lile, Adamu hakufanya tena kwa Hawa, akawa anaogopa, sababu kwa kosa lile amefukuzwa. Je, akifanya mara pili itakuwaje? Akawa anamlaumu Hawa ndio amesababisha, na Hawa akawa anajilaumu sana, na akawa anajiazari asije akasababisha makosa mengine. Kwa hiyo shetani akatekeleza tena mpango mwingine ili kumshawishi Adamu sasa alale na pepo, yani Adamu alale na pepo mwanamke, kama shetani alivyomdanganya Hawa akaenda kulala na yule malaika yule. Sasa shetani sasa anakuja kwa mbinu nyingine, ili amejigeuza sura ya mwanamke ili kumshawishi Adamu. Wakafanya hivyo shetani, sawa. Na wakati Adamu na Hawa wako kwenye mfungo, si wanaoga, si kwenye mfungo, shetani akaja na watoto wengi, yani shetani wakajigeuza kuwa wanadamu, tuseme wakajigeuza kuwa watu, wakaja mpaka pale wakiwa na watoto wao, yani wanawake kwa wanaume wakiwa na watoto wao, ili kumshawishi nani? Adamu. Adamu alivyoona vile, wale wameona mbona hawa watu ni familia na wametoka wapi? Wale watu wakamwambia, sisi tunazaliana kwa njia hii, tunaoana, tunakuwa mme na mke, na tunafanya hivi na hivi, mtoto anapatikana. Umeona? Kwa hiyo ile ikamsumbua sana Adamu kichwani, yani tuseme tamaa ikawaingia, na ukumbuka ameshatoka kwenye utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kilichofanyika, Adamu akamwomba Mungu, Mungu, naomba unisaidie ili jaribu linitoke, ili tamaa sije nikafanya nikaanguka kama mwenzangu alivyofanya. Ndipo Mungu akamwambia Adamu kwamba hivi, kama ungeniambia jambo hili ukiwa katika bustani ya Edeni kabla ya kulifanya, hakika yote yasingekupata, mauti singekupata, wala mambo mengine yasingekupata. Yani vile alivyokuja Hawa akamwambia Adam, tufanye hivi na hivi na hivi, Adam angemuuliza Mungu kwanza kabla ya kufanya tendo lile. Ndicho Mungu anachomwambia Adam, kwamba kwa sababu wameshawaka tamaa na wamepata elimu kutoka kwa shetani. Yani shetani, wale malaika wa giza walijigeuza kama watu, wakaja pale kwa Adam kuongea nao. Kwa Adam akajiuliza, hawa watu wengine wametoka wapi kwenye hii dunia? Kuna watu wengine? Na wakamfundisha jinsi ya kufanya.
Kwa hiyo Adam anamuuliza Mungu, Mungu anamwambia mimi sijaweka watu wengine duniani, ni wewe tu na Hawa. Kwani hujui mipango ya shetani na hila shetani anavyokufuatilia? Uwe na akili basi umjue shetani na mambo yake. Mungu anamwambia Adam. Ndipo Mungu akamwambia Adam, kama ungeliniomba, kwa sababu Adam alivyoingiwa tamaa na wakaogopa kufanya. Anasema kama mwanzo tulifanya tukafukuza, sasa tukifanya tutauawa na Mungu. Kwa hiyo Adam akamwomba Mungu, Bwana tusaidie juu ya jambo hili. Ndipo Mungu akamwambia, kama ungeniomba, ungenieleza toka mwanzo wakati ule kabla ya kufanya jambo hilo, kama ulivyoniambia sasa kabla hujalifanya. Manake Adam amejaribiwa tena na shetani na akakwepa ile mtego na akafaulu. Anambia kama ungelifanya basi ingekuwa vema isingekufukuza kwenye bustani. Kwa hiyo Mungu akafanya nini? Akasema basi ni vyema, kwa sababu unatakiwa kuzaa na kujaza ulimwengu. Ni vyema kufanya hivyo. Si kwamba shetani alimdanganya yale ambayo alimwambia, yaani si kwamba shetani yale ambayo shetani walimwambia Adam kwamba wanafanya hivi ili kuzaa, ili kuzaana. Si uongo, ni kweli. Lakini shetani alitakiwa, yaani Adam alitakiwa apate kibali kwa Mungu. Yaani afunge ndoa. Ndio, unaelewa? Ndio kilichokuwa kinatakiwa. Ndio ni sahihi kwamba ukila mti wa mema na mabaya utakuwa na maarifa, utapata hekima, utakuwa na akili, ndio utakuwa kama Mungu, ndio. Lakini si kwamba hautakufa, ni uongo. Lakini ni kweli utakuwa na maarifa, ni kweli utakuwa kama Mungu. Ndio kwamba lakini ni kweli mkifanya hivi mtazaa, lakini mtazaa nje ya ndoa. Kwa kitendo kumshirikisha Mungu sasa, maana yake sasa pale Mungu sasa ndo akaamuru ndoa ifungwe kwa Adam na Hawa. Ndipo akamtuma malaika wake. Na malaika yule akatengeneza mavazi. Adam akatengenezwa mavazi ya ngozi. Kupitia ngozi, malaika akawa anamfundisha Adam jinsi ya kushona mavazi. Jinsi ya kutengeneza mavazi kupitia ngozi. Kutoka kwenye majani sasa, kwa sababu wanaenda kufundishwa ndoa, inabidi waachane na kuvaa majani sasa, wavae ngozi kama nguo tunazovaa hizi. Kwa hiyo ngozi malaika akamfundisha Adam, malaika akawa anatengeneza ngozi, jinsi ya kutengeneza nguo, jinsi ya kutengeneza shati na nini. Adam apate kuvaa, aanze maisha mapya. Mungu anampa malaika Adam ili ampe maarifa na kumfundisha. Na Adam anakuwa yuko salama. Lakini shetani naye anamfundisha Kaini na uzao wake maarifa, lakini anakuwa yuko kwenye nini? Kwenye dhambi. Mbona tofauti hiyo? Kwa hiyo ndio tafsiri ya tunda la mti wa uzima, na hiyo ndio maana ya mti wa uzima na mti wa maarifa. Mwe mnatafuta maarifa kwa Mungu, msikae mnapinga vitu ambavyo vimejuu, mnasema hao vitabu vya kale ni vitabu vya uongo, sinajua Biblia. Biblia kwani ilitokea wapi? Biblia ilitokea kwenye kitabu cha kale. Kitabu kilikuwa ni kikubwa, kinabebwa na watu 4. Kwa kikafanya nini? Kikapunguzwa. Kuna mpaka madawa ya mitishamba, nini na nini, roho zinafanyaje kazi, vyote viko humo, vimetolewa. Yaani kuna mambo mengi makubwa na ajabu yametolewa. Na yametolewa nani? Yametolewa na Vatikani. Kwa sababu baada ya kunyakuwa msalabani, Pilato alienda hekaluni kuwauliza, nyinyi mlimsulubisha huyu, mkasema sijui ni nani, mbona ametokea makubwa kuliko yale ambaye amefanya akiwa hai? Ndipo akaanza kupekua vile vitabu na kugundua kweli ni Mungu. Na ndipo Pilato akachukua kile kitabu akakipeleka Rumi. Akakipeleka serikalini, maana kilikuwa hekaluni. Kwa hiyo kimepelekwa serikalini. Na kutoka serikalini kitabu kile kinakapelekwa wapi? Roma. Na kutoka Roma kilivyorudi sasa, karudi kwa kuchakachuliwa. Afu unakaa unapinga tu. Kama uko na Mungu na roho wa Mungu, ukisoma vitabu vya kale itakwambia kwamba hiki ni cha Mungu kweli, itakudhibitishia. Na kama ni cha mashetani itakwambia kabisa hiki ni kitabu cha kuzimu cha mashetani, achana nacho. Baada ya kuletea utukufu wa Mungu,
na uzima milele kitakuletea mashetani. Kama wale wanaosemaga ukisoma kitabu fulani hivi, ukisoma dua, mashetani wanakuja, wanajaa pale, wanajaa. Shetani na malaika zake wanajaa kukusikiliza. Vitu vya namna hiyo. Amen. Mungu akubariki sana.